Hello guys, it's your boy Paul Mwangi and I'm back again with an amazing video of how I traveled from Kenya to Ethiopia. Let's get it. So yeah, this is me manze. Nilikuwa naelekea sasa kwa ndege. Hii hapa hivi ni ile base ya tunnel, wasi wamekuwa JKA wanajua hizi settings. Flight yangu ilikuwa ya saa 9, so unajua lazima ufike like 2 hours before kwa airport. Ndivyo at least ufanyiwe check up and everything. So saa 9 I had to board the Boeing flight, so nisichelewe. So yeah, ndio mimi hapo hivyo kwa ndege. Siku manage kukaa kwa dirisha, but actually I was just like proud of kukatu hapo hivyo juu it was my first time flying. Yeah, flight ikukaa sana actually hivyo. Nilikuwa already nishafika Ethiopia. Yeah manze, uko hivyo unaenda na basi, ukitoka kwa ndege unapelekwa place yako, unafanyiwa clearance and everything. So after nimemaliza clearance, nilikuwa naenda sasa kwa basi ya kunipeleka kwa hoteli yangu juu sasa this is the next day juu ini mnaelewa ni the next day. So ndo mimi hapo hivyo kwa basi, niliingia basi, ilikuwa na wachinku walikuwa naenda the same hotel as mine, so nilikuwa lazima niende nioge kiasi juu hiyo uchovu and everything. Yeah manze, because next nilikuwa naenda Kuwait, so I had to like fly first to Ethiopia, spend a day there to like yeah manze, kuoga and everything, and ilikuwa hectic. So Ethiopia actually ni surprise, yani the place just looks amazing, yani the airport is big as hell, yani sikuwa na expect kitu kaya, unajua like how yuko so much exposed hivyo, like mimi nilikuwa like huku ni Ethiopia ama niko majuu already. Yeah manze, ni kusafi, yani Nairobi mbona si kusafi hivi, like what is actually wrong with Nairobi and Kenya? It was like wow manze, the structures you can see man zinakaa tu poa, yani the city cleanliness, wase tu wametulia, mishughuli tu zao. Yeah manze, ilikuwa tu surprising. So here is actually where I was spending my night. Ilikuwa hoteli fulani inaitwa Skylight. Wasiwashaiku huko wanaweza kuambia it is an amazing hotel actually. I was a bit surprised yani venye inakaa, yani it's just amazing. You can see the structures, yani wacha tu manzi. Ni poa muende mkienda Ethiopia, I can recommend this hotel, Skylight Hotel. You can check it out manzi. It was like bang. Yeah. So yeah man, my way to my hotel room manze, nilikuwa eager kuona hii hotel inakaaje and the money like ilikuwa inaspendiwa and everything. So let me see. Kaboom, now here it's me manze kwa hoteli, as you can see. Surprise after surprise, like sikuwa na expect kitu kai. You can see ilikuwa na bed mbili, ka TV hapo hivyo, balcony hapo nje and everything. So I decided why not nisiwapatie katwa kiasi, mcheck hizi settings pia nyinyi. Yeah manze. Yeah, so the hotel was amazing. Sasa kama nilikuwa na kamtu ninge wacha tu. Yeah manze, so it was like what the money. Yeah, start aja beju. Pia mimi nataka mtravel huko hiyo, mjione, yani msiseme Paul alitushtua na bei na sasa mimi nikasema sitaenda huko. Yeah, you can see manze, uko na balcony hapo nje, alafu unaona hiyo view ya nje, na pia kuna kakiti fulani hapo hivyo nje. You can see, unaweza ukimaliza shughuli zako unaweza kuja hapo utulie, wasewa kuvuta kale kakitu, sasa unaweza tulia hapo tu, uweza kwa zimeshika, una get. Yeah, so actually kulikuwa dina safe. Msi alikuwa na maybe weapon, wasewa door, yani wasewa kila kitu unaweza weka hapo tu kwa safe yako na una lock. Yeah, you know, yani kuna tu privacy yako tu hapo hivyo. Yeah, and I decided okay, let me switch on the lights. So unafinya hapo hivyo na kadi, una swipe kadi, the lights are on. Yeah, ukitaka kuzima you can swipe the kadi pia. Yeah manze, so mizi vitu sikuwa nimeonanga, so it was my first time and I was actually surprised. Yeah, ndo maana nasamanga kuenda ni kujua mengi. Yeah, and I decided why not take a shower after all that time nilispend kwa dege.
flight and everything, so I decided acha nitoe ushamba, nikatoa hiyo mchanga ya ushamba yani ya Nairobi, nikapiga shower yangu and next chakula. You can see the hotel manze ilikuwa amazing, but food ya Ethiopia somehow nilishinda nayo juu a lot of spices, wanaweka spices sana kwa nini kwa chakula so mimi nikachukua tu mayai tongo hapo Tumboiro ndio mimi hapo hivyo, nikachukua tu mayai mchele kidogo na kanyama. So I ate a lot of protein that day, I can remember. So sikuwa na option na tuchipo. Yeah, so actually that's my trip to Ethiopia, how I went and so the next day nilikuwa nachukua another flight, so hii ni basi yenye ilinikujia kwa airport, so ndo the same train nilipeleka kwa airport. Bye to the hotel and everything, it was amazing, nilipenda hiyo service yenu. Yeah man, ndo mimi sasa niende nikabuda another flight, ilikuwa kitu hapo saa 3 saa 4. Yeah man, so nilipenda tu hiyo experience ya kufly, yani kujionea the place, so nikasema why not next time tu bado nitakuja tu Ethiopia. Sasa nikiwa na time nipige lap, niliona mkono places mingi, yani msaneza visit and everything. Yeah, airport bado ni Ethiopia, you can see for yourself, and it's just amazing, yani ni kitu big. At least Kenya manze we should like have an airport yani. Yeah, and I boarded another Ethiopian airline, ndivyo sasa inipeleke Kuwait, which was amazing trip, yani chakula and everything. Yeah man, so next time class. Hey, hope you've enjoyed the video, and if it's so, just follow me on Instagram at Paul Mwangi. You can follow me on Facebook at Paul Mwangi, on YouTube at The Drop Talk TV, and you can follow me on TikTok at Paul Mwangi. Kaboom!